Karibu kwenye kipindi cha Mwanga wa Injili, tukiletewa na mchungaji Samuel Mwilu. Karibu kwenye kipindi. Basi mtazamaji mpendwa, na kukaribisha katika kipindi cha Mwanga wa Injili, nikiamini ya kwamba Mungu anazidi kutenda mema katika maisha yako, na tunashukuru Mungu kwa umbali huu ambao ametufikisha. Tunapoingia kwenye kipindi, ningependa tuweze kuomba tunaposikiza neno la Mungu. Baba wetu na Mungu wetu, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunaposikia neno lako pia leo, tunaomba Mungu kwamba utatubariki. Mbariki mtazamaji wangu, na hii siku ikajawe na baraka zako za kipekee. Asante kwa maana umesikia na utatenda hayo. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia neno la Mwenyezi Mungu. Na leo hii ningependa tukaweze kuangalia Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mlango wa 25, na tutasoma mstari ule wa kwanza hata ule wa 13. Mathayo 25 mstari ni wa kwanza hata ule wa 13. Neno la Mungu linasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana arusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana arusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Na hilo ni neno la Bwana. Leo mpendwa mtazamaji, nataka tuangalie ujumbe huu ambao unasema wanawali 10, the 10 virgins. Tunaambiwa kwamba kulikuwa na wanawali 10 ambao walikuwa wamekuja kuhudhuria harusi moja, na walipokuja kuhudhuria hiyo harusi, kwa kawaida kulingana na tamaduni za Waisraeli ama Wayahudi, bwana harusi wakati ule wa zamani alikuwa akitambuliwa kwamba alikuwa mtu wa maana sana, na alikuwa mtu wa kungojewa sana, kinyume na ilivyo desturi siku ya leo. Vile ambavyo wakati mwingi tunamgoja bwana harusi, bibi harusi kunradhi, wakati ule bwana harusi alikuwa kingojewa sana. Na wakati huu bwana harusi alipokuwa akija, hakuwa akitangaza wakati atakao kuja, lakini ilikuwa ni kwa manufaa ya wale waliohudhuria kwenda na kumngojea bwana harusi. Na basi Yesu Kristo katika kufundisha kwake juu ya ufalme wa mbinguni jinsi utakavyofanana, alichukua mfano wa harusi moja hii ambayo tunaona kwamba wanawali 10 wamechagua kwenda kuihudhuria harusi hii. Na tunaambiwa kwamba bwana harusi aliweza kuchelewa kuingia,
na hawakuwa wakijua ataingia lini, na ilikuwa ni vema kwamba wale waliohudhuria waweze kujiandaa. Na hivyo tunaona kwamba kuna wanawali 10, na kati yao tunaona kuna wale walio wapumbavu na kuna wale waliokuwa pia na hekima. Na hekima ya wale waliokuwa ambao wanaitwa kwamba walikuwa na hekima ni kwamba waliweza kutoa taa zao na wakaweza kuwa na mafuta ya ziada. Kwa sababu gani? Hawakuweza kujua bwana harusi atakuja saa ngapi. Lakini wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao, bali hawakuweza kutoa mafuta ya ziada. Lakini tunaambiwa kwamba walikaa, labda tunaweza sema labda waliingia saa 11 ama waliingia mapema zaidi ya hayo, lakini tunajua kwamba giza huingia kuanzia saa 12, saa 1. Na tunaambiwa kwamba walikaa wakingoja bwana harusi. Bwana harusi hakujali saa la kwanza ama saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Lakini usiku wa manane tunaambiwa kelele ikasikika ya kwamba haya, bwana harusi ndio huyo. Basi kumbuka kwamba zile taa ziliwaka kwa masaa mengi, na tunaona kwamba wale wanawali waliokuwa wapumbavu, maana walielewa sasa taa zao haziwezi kuendelea kuwaka, wakawauliza wenzao wawape mafuta. Lakini wale wanawali wenye busara, wale 5, wakawaambia haya mafuta haya tukiwapea haitatutosha sisi na iwatoshe ninyi. Kwa hivyo the best idea, ile jambo tunawaomba sasa ni kwamba mshike njia, mwende mkatafute wauzaji ili kwamba mkajipatie mafuta kutoka huko. Na wakaona ni vizuri, wakaondoka ili kwenda kutafuta mafuta. Lakini walipokuwa nje, bwana harusi akaingia na mlango ukafungwa. Na tunaona kwa ufupi wale wanawali wapumbavu wanarejea baadaye na kubisha mlango na kusema, bwana utufungulie. Lakini bwana harusi anasema, mimi siwajui. Hili ni jambo la kushangaza sana, kwa maana muda huu wote wamekuwa katika nyumba ile, lakini kwa sababu bwana harusi ameingia na mlango umefungwa, akasema mimi siwajui. Mpendwa, habari hii ni habari ambayo imeandikiwa sisi tunaotazamia ufalme wa Mungu. Iwapo wewe unaotazamia ufalme wa Mungu kama vile mimi mwenyewe pia ninavyotazamia huo ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwamba kuna siku moja ambayo Kristo atarudi na kutupeleka mbinguni, ujumbe huu ni wetu siku ya leo. Ujumbe huu ni wa kanisa lake takatifu. Ujumbe ni kwa wale wanaomtarajia Kristo aweze kuja. Na basi kwa ufupi, ujumbe huu unasema nini kwetu siku ya leo? Mambo machache ambayo nataka kuyataja jioni ya leo ni kama haya. Jambo la kwanza ni kwamba we need to be spiritually prepared. Tunahitaji tukaweze kuwa tayari kila wakati, tukaweze kuwa tayari kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndipo inatupatia jambo la kwanza, the spiritual readiness or preparedness. Ni lazima tukaweze kuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa, maana mafuta haya yanadhihirisha wakati ambapo hawa wanawali wenye busara wanapokuwa na mafuta, inadhihirisha kwamba jambo la kwanza wako tayari, na jambo la mno ni kwamba wana mafuta ambayo yanaweza kuendelesha kuwaka kwa taa zao. The oil is the lampstand for a true active relationship with God, ya kwamba wako na taa zao na wako na uhusiano wa kipekee na Mwenyezi Mungu, wako tayari kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ni lazima tuwe tayari kila wakati. Na kuwa tayari ni kufanya nini? Ni kuwa na imani iliyo kamilifu, imani ambayo inaweza semekana ndugu huyu ako tayari, taa yake inawaka, imani yake ni ya kweli, taa yake inawaka. Ni lazima tuwe tayari. We must be ready, we must be prepared. Ni lazima tuwe tayari Mkristo, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo ametuambia kwamba yuaja. Na kama yuaja, basi ni lazima tuwe tayari.
Na tunaposema kuwa lazima tuwe tayari, ni lazima wewe binafsi uwe tayari. Wewe binafsi, si wewe kama familia. Mimi na mume wangu tuko tayari, mimi na watoto wangu tuko tayari, twaweza kusema hivyo, lakini nataka ushuhuda huu uwe ni wako wewe mwenyewe. Moyo wako, je, uko tayari? Kitu kingine ni kwamba tunaposema tuwe tayari sisi sote na kila mtu awe tayari, ni kwamba wokovu wetu hatuwezi kugawana. We cannot borrow from each other faith. We cannot borrow faith from any person. You cannot borrow it from your spouse. You cannot borrow your salvation from your wife, husband, child, uncle, neighbor. You cannot borrow it. The wise virgin could not share the oil. Tunapoona vile ambavyo hawa wanawali wapumbavu wanapokuja na kusema tupe mafuta yenu kidogo ili tuweze kuokoa taa zetu, hivi ni kusema kwamba vile wale wanawali werevu, wale wenye hekima walisema hii mafuta haiwezi kuwatosha na kututosha sisi. Hivi ni kusema kwamba kila mtu ajibebea mafuta yake, kila mtu ajibebea mwanga wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wakati mwingine wanatembea na imani ya mama yao, ya wazazi wao. Wanasema, unajua mama yangu anatuombeanga sana, unajua mimi ni Mkristo, hii imani, mimi najua imani yenye iko kwa mama iko kwangu mimi. Haya, mwingine anataka kutembea na wokovu wa mume wake, mwingine anataka kutembea na wokovu wa mke wake. Hiyo haiwezekani. Kila mmoja aweze kutembea katika mwanga wa imani, atembee na imani yake. Ni kwa sababu Mungu anahitaji hivyo, na hivyo lazima uwe tayari. Uwe tayari, spiritual readiness, spiritual preparedness. How prepared are you? Watu wengi wamejiandaa katika mambo mengi. Watu wamejiandaa katika hali ya kufanya biashara. Many people are prepared for business and career progression. Wengine wanapanga biashara na kuendelea katika mambo ya masomo. Watu wamekuwa prepared katika hiyo mambo. Many people are prepared for marriage, even to get children. The number of children they shall get. Many youth are prepared. Many people are prepared for hospital expenses and insurances. Watu wamejiandaa kwa ajili ya mambo labda nikigonjeka, niko na pesa nimeweka, nimejipanga. Anasema nimejipanga kwa mambo kama hayo. Wengine wamejipanga kwa ajili ya uzeeni, wameweka na NSSF. Wengine wamekata insurance mbalimbali kwa ajili, wanasema uzeeni hii pesa nitakula, wamejiwekea, na hiyo ni maandalizi, lakini hawajajipanga katika mambo ya kiroho. They are not prepared to meet the Almighty God who we must all meet someday. Sasa tunapoongea juu ya preparedness, Yesu anatuuliza tuweze kujiandaa kila mmoja wetu. Je, taa yako inawaka? Iko na mafuta ya kutosha? Unaendelea namna gani? Je, unajua kwamba lazima ujisimamie kiimani, usiangalie kushoto au kulia? Je, umejipanga kwa mambo ya dunia hii lakini haujajipanga kwa mambo ya moyoni? Jambo ambalo nakuuliza leo, jiandae, prepare. Na mtu ambaye amejipanga ni mtu ambaye anaangalia imani yake vizuri. Na wewe ambaye haujajipanga, do not postpone to be saved. Usiweze kupostpone. Unasema nitaokoka mwaka mwingine, nitafanya hii mwaka mwingine, nitamkaribia Yesu wakati mwingine. Ni wakati wa kuokoka ni leo. Taa yako lazima iwe tayari. Na yule ambaye alikuwa ameokoka na bado hajakaa vizuri na Yesu, you must go back, you must be restored. You must make sure that your light is shining as Jesus comes. May he find you to be ready. Therefore, spiritual preparedness must be a thing that must be observed by each and every one of us. Jambo la pili, kando na kujiandaa, kuna hali ya kujua kwamba hakuna ajuaye siku wala saa Bwana ajayo. Tumeona katika maandiko ya kwamba bwana harusi aliweza kuchelewa. There is uncertainty of the time that Jesus is coming. The uncertainty of time. Hatujui Yesu Kristo atarudi siku gani au wakati gani. Na ni vizuri ukaweza kujua ya kwamba
Yesu anaweza kuchelewa, expect delay. The bridegroom took a long time to arrive. Yeah? Christians must stay faithful even when the wait feels long. Ni lazima tujue kwamba sisi wa Kristo ni vema tukaweze kungoja Yesu. Tuwe na hali hiyo ya kumgoja Yesu na kujua kwamba Yesu anaweza kuchelewa. Hata akichelewa tuweze kuwa bado tunaendelea kumgoja. Na katika hali hiyo, kwa maana kama vile hawa wanawali hawakujua na hatujui atakuja wakati gani, hii ni kutufanya kwamba tuwe tayari wakati wowote. Na katika hali ya kuchelewa kwa Yesu Kristo, walimu wengi wa uongo wameingia na kuanza kupeleka watu njia isiyostahili. Wengine wanasema Yesu alirudi zamani. Wengine wanasema kwamba tumemwona Yesu mahali fulani, kujeni twende tumuangalie. Wanaanza kuwa na vitu ambavyo wameanza kufanya siku hizi, kwamba watu wameanza kuwa na mafundisho tofauti. Lakini Yesu alisema katika neno lake, vile vile kama tunavyoona katika harusi hii, hakuna aliyejua atakuja saa ngapi. Katika mlango ulio hapo nyuma wa 24 wa kitabu ambacho tumesoma, Mathayo 24 mstari wa 23, Yesu aliwaambia nini kuhusu kuja kwake? 23 anasema, neno la Mungu linasema mstari wa 23, wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke, yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Mstari wa 36 unasema nini? Neno la Mungu linasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Mstari wa 44, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Hivyo basi ni kusema kwamba kila wakati tujiandae, na watu wakituambia mambo mengine tusiweze kukubali, kwa sababu Yesu ametuambia ametuambia kupitia Injili hii ya Mathayo ya kwamba hakuna mtu ajuae siku wala saa. Hata mwana mwenyewe hajui ni siku gani ambayo ataweza kuja. Kwa hivyo lako na langu ni gani? Tuwe tayari, kwa maana hatujui siku wala saa atakayokuja Mwana wa Adamu. Mstari wa 44 ukasema kazi yetu ni kuwa tayari. Jambo la mwisho ambalo nataka kutaja ni kwamba tuko na jukumu, personal responsibility. Na personal responsibility ama jukumu ambalo tuko nalo sasa ni kwamba kama vile nilivyotaja, Yesu anaweza kuchelewa, the danger of delay. Kuna hali ya kwamba Kristo anaweza kuchelewa. Na hivyo basi watu wengi wakati mwingine wanawacha kwenda vile Mungu anataka katika maisha yao. They put off, their spirituality. They are not prepared spirituality, which is a critical mistake. Wakristo ni vizuri tuweze kuwa na responsibility ya kukaa vizuri. Ni kwa sababu
Yesu Kristo anapokuja wakati usiotarajiwa, wengine watawachwa. Angalia kwa habari tuliyosoma ya wanawali 10. Wengine walipatikana hawako tayari kwa sababu bwana harusi alichukua muda mrefu akachelewa. Na hivyo hawa wanawali wakatoka nje kwenda kutafuta mafuta yao. Na hivyo sasa kuna Wakristo wengine wanatoka nje ya imani. Na wakati Bwana anapokuja anakuta hawako tayari, tena hawako katika kiwango kile ambacho yeye mwenyewe anataka. Therefore, putting off spiritual preparation is a critical mistake. When the bridegroom arrives unexpectedly, missed opportunity cannot be reversed and the door is shut. So what should we do? We must take responsibility of staying ready. We have that responsibility. Despite the longevity, despite waiting for long, we need to be there, to persevere, to wait upon the Lord, and also to walk with Him every other day. Then do not wait until the last minute. The foolish virgins tried to find oil at midnight, but the door was already closed. Hawa wanawali waliweza kuchelewa, na hivi ni kusema kwamba tusingoje mpaka dakika ya mwisho. Maana hawa wanawali walingoja mpaka dakika ya mwisho. Wewe ambaye haujaokoka, mbona unataka unasema nitaokoka tu? Mbona unasema hivi karibuni mtaniona kanisani? Onekana sasa, kwa sababu ukipatikana nje na mlango ufungwe, hautaweza kuingia. Hivi ni kusema kwamba kwa sisi hapa pia tumeokoka, we must live with the purpose. Be ready means doing what is right every single day, so you do not panic when the end arrives. Kaa tayari. Tuna kazi hiyo ya kukaa tayari. Ni vizuri tukae tayari. Kwa nini? Tunapokaa tayari, tunajua ya kwamba Yesu anarudi. Na nataka kutaja kwamba kurudi kwa Yesu Kristo kuna hali mbili. Tunaweza toka dunia hii kabla Yesu mwenyewe hajaonekana mawinguni. Kwa hivyo ujue kwamba unapotoka kupitia kifo, ama kifo kinapokupata, ujue ya kwamba hakuna nafasi nyingine ya kujiandaa. Waibrania 9 mstari wa 27, Hebrews 9:27. Biblia inasema kwamba mwanadamu amewekewa kitu kimoja: baada ya kifo, hukumu. Hakuna kitu kingine ambacho kinatungojea. Ni mambo mawili. Jambo la kwanza, tunaposema Yesu anarudi, mpendwa, mambo haya ndiyo Biblia inasema. Mstari nimesema Waibrania 9 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema ni kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Hivi ni kusema kwamba unapoondoka katika ulimwengu hauna nafasi ya kurudi duniani na kujiandaa. Kwa hivyo jiandae. Jambo la pili, tunatarajia Yesu Kristo atarudi mawinguni. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 17. Yesu anarudi wakati wowote mawinguni. Mwaliko wa tarumbeta itapigwa, naye Kristo ataonekana na kulinyakua kanisa lake. Kwa hivyo Yesu ataonekana katika rapture, ama kunyakuliwa kwa kanisa. Je, anaponyakua kanisa utakuwa pale? Kwa hivyo kwa ufupi, siku ya leo nimetaja kwamba kuna wanawali 10. 5 walikuwa na hekima, 5 wakawa hawana hekima, ama 5 walikuwa na busara na 5 walikuwa wapumbavu. Iweni watu walio na hekima. Jambo la kwanza, kuwa tayari kila wakati. Spiritual readiness, lazima tuwe tayari kila wakati. Jambo la pili, hatujui siku wala saa, the uncertainty of time. Na jambo la tatu nikasema personal responsibility, ni lazima tuwe responsible tunapomngoja Bwana wetu Yesu Kristo. Tunahitaji kujiandaa, kuvumilia kila wakati na kukaa kuwa tayari tunapomngoja Bwana wetu Yesu Kristo. Wacha kufikia hapo, Bwana aweze kukubariki tunapokuwa kama wale wanawali waliokuwa 5 wenye busara. Kufikia hapo, wacha Bwana Yesu aweze kukubariki. Amen. Asante kwa kuwa nasi. Je, kipindi hiki kinakubariki? Tungependa kusikia kutoka kwako. Ukiwa na swali, maoni au hitaji la maombi, tuma ujumbe au kupiga simu kwa nambari 07589097
15. Hadi kipindi kijacho, Mungu azidi kuwa nawe.